mimi sijapata bahati mbaya kukutana na mwanamke wa Kirusi ambaye amenifanya nikajuta kudate na Mrusi. Sijamaanisha kwamba na wanawake wengi tofauti. Upande wa uhitaji wa tendo, wewe ndio mwanaume, wewe ndio utachoka. Inategemeana kwa sababu kama umekuja single umekutana na mwanamke wa Kirusi afu anataka kuyaishi. Umekuja Urusi wana upendo. Urusi wana culture yao ya kupendana, yani kupendana kupindukia. Yani anakupenda mpaka anakupenda tena. Kazi, umekuja kusoma ndio, lakini kuna opportunities, si ndio? Mchapa kazi, unamchallenge, anakuchallenge, unaona? Anakupush into success. Kwa kama mwanamke wa Kirusi kwenye familia, she is the leader of the family. Yani unaweza kukutana na mwanamke ambaye akakupush into success na unaweza kukutana na mwanamke ambaye akakufanya uyachukie sana mapenzi, si ndio? What's up guys? Mambo vipi? Ni siku nzuri tena hapa tunakutana na washikaji kutokea pande za hapa Moscow, Russia, and bila kusahau mimi hapa ni Track MC ambaye na host kipindi hiki hapa. So siku ya leo niko na rafiki zangu hapa ambao tumekutana ndani ya Moscow. Nafikiri mnaweza mkawaona hapa hivi. Niko na naomba nisiwataje majina ili waweze kujitambulisha wao wenyewe vizuri kabisa. Niko na nani leo? Hebu anza wewe. Sasa anze rahisi. Ina shida. Yeah. Kwa majina naitwa Isaac Emmanuel Makaya, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo cha University Drushkin Rudolf almaarufu kama Ruden. Na ukiachana hayo pia mimi ni rais wa wanafunzi wa Kitanzania. Shirikisho la wanafunzi wa Kitanzania wanaosoma chuo cha Ruden. Bana, huyu alikuwa ni rais, and then mzetu hapa. Mimi naitwa Said. Nasoma chuo kinaitwa Russian University of Transport. Kinahusiana na mambo ya transport, civil engineering, architecture na nini. Nafurahi kuwa nanyi leo, nipo na rais wangu hapa, najisikia amani. Asante. So guys, leo tunataka tuzungumze kuhusiana na masuala ya mahusiano, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakifikiria mambo mengi sana kuhusiana na life in Russia inakuwaje. Pale unapokuwa unatafuta labda mwanamke wa kizungu, mwanamke wa Kirusi, kuna tofauti ambao tutakwenda kuiona hapo mbele. So mimi nitakuwa na maswali machache mawili matatu hivi, lakini pia unaweza ukaask any question kwenye comment section, alafu tutaweza kushirikiana vizuri kabisa kwenye kuweza kuyajibu au maswali next time tutakapokutana. So leo tunataka tuzungumzie mahusiano kati ya Mwafrika na mwanaume ama na mwanamke wa Kirusi. Kunakuwa na tabia zipi, au kulingana na experience ambazo rafiki zangu hapa wamekutana nazo. So tutakwenda kuziona kwa pamoja. So let's go guys. Swali ni kwamba, je, ukiwa unaishi hapa Urusi, ni sahihi kuwa na mwanamke wa Kirusi ama mwanamke wa nchi ambapo kutoka? Kipi unahisi ni sahihi? Unaanza au nianze? Anza. Mimi kwa upande wangu nafikiria when you talk about love, ukiongelea kwa mapenzi kiujumla, unajua mapenzi unayapata sehemu yoyote, inategemeana na umekutana na mtu aina gani. Unaweza kaja huku ukakutana na nani, na mwanamke mweusi, mkapendana na mkafanya maisha, si ndio? Lakini nikiongelea kwa upande wa maisha ya mtu ambaye ana mahusiano na mtu wewe ni Mtanzania na unataka kuwa na mahusiano na Mrusi, hao wenzetu wanaishi kwa principles. Wanataka mwanaume ambaye amenyooka. Nikisema amenyooka sio kwamba vipengele ni vingi, kuwa na unatakiwa kuwa, wanapenda mwanaume ambaye anajiamini, talented, yani mwanaume mwenye talent, alafu mpambanaji, kwa sababu hii nchi mitikasi mingi, si ndio? Wanataka mtu ambaye you can pay bills, na wanawake fulani ambao they are very 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 wanaupendo, they have pure love, wanaupendo wa kweli, ndugu yangu. So mimi nikiongelea upande wangu, siwezi kumshauri mtu kwamba bwana ukifika huku uwe na mwanamke wa Kirusi. Hapana, inategemeana. Kama umekuja single hapo umekutana na mwanamke wa Kirusi afu anataka kuyaishi, unampatia ududu, haina shida. Na kama umekutana na mwanamke wa Kitanzania, baba, tunatembeza popote,
kama anakuambia angalia watoto sasa anaanza kuonyesha watoto tena kama baba anakuambia Mambas kwamba we live our life hivyo. Bana, hayo ilikuwa ni maoni ya Big Brother hapa, ameweza kutoa maoni yake moja safi kabisa. Let's hear from the president wa wanafunzi wa Rudeni hapo wa Tanzania wanaoishi chuo cha Rudeni. Actually what I can say kuna hilo swala la mahusiano, ujue kwenye mahusiano uwezo kumpangia mtu au kumwambia mtu awe na nani, lakini utakapoona panakufaa hapo kaa tulia. Umekuja Urusi wana upendo, Urusi wana culture yao ya kupendana, yani kupendana kupindukia, yani anakupenda mpaka anakupenda tena. Kwa hiyo kama unaona hiyo inakufaa, chukua Mrusi, ishi naye. Kama unaona unataka maisha ya kuendelea kupenda watu wa Kiafrika, penda. Kama unaona unataka kupenda watu wa tofauti na Warusi lakini wazungu pia wapo, unaweza pia ukapenda. Lakini kwa kwenye culture za Warusi, kama ni mwanaume, jiandae kabisa ya kwamba ukipenda ujue mwenye kusema maneno yoyote kwenye familia ni mama tu. Kama huyu ni patrilineal, umefika huku, kubali kuwa matrilineal. Yaani kubali kusimamiwa na mwanamke kama ukitaka Mrusi. Kwa hiyo it's your choice. That's all what I can say. Kwamba siwezi nikakwambia eti mpende Mrusi, mpende Mtanzania, mpende no. I want you to choose. You have to, unataka ufikirie unataka nini, how can you live, then go forward for it. Feel free. Feel free. Nafikiri ndugu yetu hapa rais ameweza kueleza vizuri kabisa kwamba you have to choose yourself. Lakini pia kuna kitu ambacho ningependa kufahamu kutoka kwenu, ndio kuhusiana na experience ambayo mnayo kulingana na labda aidha umewahi kudate mzungu ama una rafiki ambaye amewahi kuishi na mzungu. Unaweza ukatupa experience kidogo unaweza ukatupa experience ya mahusiano ya Warusi huwa yanakuaje? Kwa mfano Mwafrika, mwanaume wa Kiafrika akidate na mwanamke wa Kirusi, ama mwanamke wa Kiafrika akidate na mwanaume wa Kirusi, unahisi mahusiano huwa yanakuaje? Hao watu wana tabia zipi katika mahusiano? Mimi upande wangu nafikiria na experience like I dated a Russian. Ni wanawake ambao like they push you to success. Wanapenda mafanikio ya partner. Like anapokuwa na mahusiano na wewe, anataka muwe like you have to be positive na focus. Asa kama umekuja huku like most of us here tunakuja young. Unaelewa? Na of course you meet young girls, hawapendi mwanaume ambaye he is not, how can I put it kwa Kiswahili, kwamba you're not sisi ni kuchangamka, sisi sema ni mtu wa force. Yaani unataka kusema kwamba mwanamke wa Kirusi ni kama mchaga fulani. Nashukuru. Hiyo ni kaini. Alhamdulillah. Like wanapenda mwanaume ambaye anachapa kazi. Umekuja kusoma ndio, lakini kuna opportunities, si ndio? Mchapa kazi, unamchallenge, anakuchallenge, unaona? Anakupush into success. Kwa kama ni mtu wa aina hiyo, utaenjoy mahusiano. Lakini kuna watu ambao pia wanapata experience tofauti, like anakuambia Russians maneno neno. Of course inategemea, unaweza ukawa mchapakazi na nini, au ukakutana na mwanamke ambaye sio sahihi, kama ambavyo inakuwa bongo like hata bongo like unaweza kukutana na mchaga, si ndio? Lakini ni mwanamke kama gold digger, mtu wa pesa nini unaona, ananyonya, si ndio? Nitamzingua, si ndio? Huku hivyo, yani unaweza kukutana na mwanamke ambaye akakupush into success, na unaweza kukutana na mwanamke ambaye atakufanya uchukie sana mapenzi, si ndio? To my side like naweza nikasemaje, mimi sijapata bahati mbaya kukutana na mwanamke wa Kirusi ambaye amenifanya nikajuta date na Mrusi. Sijapaanisha kwamba na wanawake wengi tofauti. Hiyo ni kiufundi zaidi. Tunaweka kiufundi. Tuseme kama you will speak from experience. Mimi naongea na experience kwamba kwa sababu mimi bado damu ya moto, si ndio? Bado damu ya moto. Like kwenye pita zangu mimi nimekutana na wanawake ambao like I can say I was not disappointed.
tumsikize rais labda. Let's go. Huyu alikuwa ni Side, ametupa kitu moja moto sana. So let's go to naomba hebu nirudishe kwenye mada kwa sababu ndugu yangu ameongea mambo mengi sana. Ameongea mambo mengi sana. Naelekea kuna kitu kimemuuma. Kuna kitu sio kimemuuma no. Kuna kitu personal. Kuna kitu personal nacho. Nirudishe kwenye yeah. Actually I think labda nishagusia kidogo ya kwamba first thing you just have to know ya kwamba mwanamke wa Kirusi kwenye familia, she is the leader of the family. Hata ufanyaje, yeye ndio kiongozi wa familia. Na Kiafrika hicho kitu hakipo. So by any means ukitaka kupatana na Mrusi, you must cope up na mazingira. Lazima uwe tayari kuongozwa na mwanamke wa Kirusi. Kama ni baba, lazima niwe tayari kuongozwa na mama aongoze familia. Nikipata mshahara, kuna percent ambayo naitia kwenye familia. Yeye ndo anaamua ifanyie nini. Sawa. Hiyo ya kwanza. Ya pili, mwanamke wa Kirusi. Kama nadhani labda kwenye kiswahili niwekeje kwa sababu hii ni mambo ya media, lakini acha tuseme kwa mwanamke wa Kirusi, yani kwenye upande wa uhitaji wa tendo, wewe ndo mwanaume wewe ndo utachoka. Wako vizuri sana kwa swala ya bwana wewe. Yani kwamba utakimbia wewe. Yani mwanaume kwenye uhitaji, yani mwanamke wa Kirusi kwenye uhitaji wa tendo, mwanaume wewe ndio utachoka. That's very interesting. Yeah. Najua watu wengi wa Kitanzania hiyo swala, demo mwanamke anakuambia nimechoka, lakini kwa Urusi unataka unapata. Sio kama mimi nimesema na mwanamke wa Kirusi, no. Experience watu nilikuwa nao around me wananiambia hayo mambo mara kwa mara. Kwa sababu kama rais unapokea matatizo mengi. Mwingine anakuja anakuambia rais nimechoka na mwanamke wangu kila siku, kila muda nikikaa, yani kila muda anataka unaambia unavuna ulichopanda. Umepanda penzi kwa Mrusi, utavuna penzi. Unaona? Kwa hiyo ya pili. Ya tatu, wanawake wa Urusi wanapambanaji sana. Ukiangalia Urusi, asilimia kubwa population yake ni wanawake. Sababu wanaume wengi wako vitani. Kwa hiyo Warusi utakaoona mtaani, wanawake wa Kirusi ni wapambanaji kuliko wanaume. Kwa hiyo ukiwa na mwanamke wa Kirusi atakuforce upambane ili mradi ulete chochote kitu kwenye meza. Kwa sababu mnapoanza utaanza ile mwanaume ndo analipia. Itakuja 50 kwa 50. Alafu baadaye itakuja sasa sio 50 sio chochote, yani as a family. Kwa hiyo mwanamke wa Kirusi atakuforce utafute ili mradi upate. Ukishapata sasa you build a family. Kwa mwanamke wa Kirusi ni watafutaji. Sio kama ile bongo kama unasema eti mwanamke anategemea sponsor, like mwanamke anategemea baba wake, mwanamke anategemea mpenzi wake. No. In Russia that's opposite. Nadhani labda pengine embu geuza kamera nyuma yako uone kuna watu pale wanalishana. Bwana wewe. Mambo kama hayo. Ili mnaweza kujionea wenyewe. They are very romantic. That's what I tell you. That's all about love, what I was speaking. Ni hatari sana. Ni hatari mtu. Sina mengine ndo hayo tena. So guys, nafikiri mmeweza kusikia maoni ya rais hapa, lakini pia mmemsikia na Side hapa ameweza kueleza experience yake kuhusiana na mahusiano ya Warusi pamoja na Waafrika. So we have a lot of topics to talk about, lakini pia mwenzangu hapa alisema ana swali, anaweza akalipiga tukiwa tunafanya final ya video hii hapa. Mimi swali langu nataka nikuulize kwa sababu like uniongelea experience, yani experience umepata kabisa. Umetuliza sisi ila unajua like maybe you have something different from what you have been speaking experience yako kwa of course nina experience kubwa, lakini siwezi nikasema ni kubwa sana, lakini kwa kiwango ambacho nimekuwa nacho na watu ambao wamenizunguka. Of course mimi ni mtu wa watu, napenda sana kushirikiana na watu wengi. Of course. Nyewe mnafahamu. Sasa nataka tufanye kitu kimoja. In the next video I'm going to talk about it. Tutaenda kuielezea vizuri sana experience yangu. Vizuri kabisa. Hiyo imeka kiufundi zaidi. Kwa sababu kuna vitu vingi, kuna story nyingi, lakini pia kuna baadhi ya story inabidi niombe permission kwa watu. Sasa nikamwambia bwana, naomba nitumie story yako kwenye
video ambayo tutaifanya kwa ajili ya kuelimisha watu na watu waweze kufahamu kitu ambacho kinaendelea, lakini sitowataja majina. Tutatumia tu ile story kuelezea kitu ambacho kime happen, lakini lazima niwaombe kwanza, siwezi nikafanya kitu bila kuwaomba. So we have a lot of experience na mambo mengi ambayo yanaendelea hapa hivi. So guys, niweze kumshukuru brother hapa Rais. Yes. Asante sana kwa ushirikiano wako, lakini pia najua huu sio mwisho. Tuna interviews nyingi sana ambazo zinakuja, kuna mada nyingi ambazo tunazipanga. Lakini pia Side, asante sana kwa ushirikiano wako. Lakini pia nimefurahi sana kufanya interview fupi namna hii hapa. Jamani guys, nataka niwaambie kwamba huu ni mwanzo, tunaanza. Tuko maisha ya Urusi hapo, na mimi ni Black MC, huyu hapa ni Saidi, lakini pia tuko na Kibakaya ambaye ni rais wa Watanzania hapa Urusi. Maisha hiyo. So guys, welcome. Don't forget to share this video, subscribe to the YouTube, or if you get it in Facebook, please subscribe. By doing that, you'll be supporting us a lot, and we are going to really appreciate. Write the comments, write the questions in the comment section, and we are going to answer all of them, and we're going to give a shout out in the next video. So see you in the next video. Tunaenda kuongelea masuala ya biashara, masuala ya mahusiano, everything. Watu wanataka mahusiano, straight business. Wanataka wazungu. Bwana see you in the next video.